Kwa nini mimi ulivyotaka kuniozesha umenichagulia mwanamume mzee? Wakati wewe alivyokufa marehemu mama, ulichagua mwanamke mzuri tu, tena mdogo. Kwa nini mimi ukaniozesha mwanamume mzee? Mimi ndo baba yako na wewe ni binti yangu. Mwanangu, mimi ndo nilokuzaa na ndiye niliokulea nikakusomesha. Alafu mwanangu, katika swala la ndoa, mimi ndo mzazi, mimi ndo nina uchungu na wewe. Sawa? Sitaki uolewe tu na mwanamume ili mradi huwa umeolewa, ukaenda kwa mumeo, alafu siku 2-3 unakuja nyumbani hapa na talaka mkononi. Hili jambo mimi sitolifurahia kabisa, na ndio maana mimi nikakutafutia mwanaume mtu mzima, mwenye busara zake, mwenye hekima zake, na pia mwenye upendo na heshima, na ndio kipindi hichi na faidi matunda yake mwanangu. Lakini mimi baba, katika ndoa yangu sina furaha na ndoa yangu. Kwa nini sasa? Sipati haki ya ndoa yangu. Unasema upate nini? Sipati haki ya ndoa yangu. Mwanangu, mbona kama sikusikii hivi, ama unaumwa? Sipati haki ya ndoa yangu. Pati nini? Unaumwa? Hapana baba. Yaani upo sawa kabisa? Mzima wa afya? Ndio baba. Basi kama upo sawa, basi hamna shida. Nataka kila la kheri, kwa sababu mimi nimepita njia, nikasema nipite hapa nyumbani nije kuwasalimia, na nashukuru nimeshawaona, tumeshasalimiana. Sitoshe pia kwamba mwazima wa afya. Basi mwanangu, hamna shida, mimi nakutakia kila la kheri. Huyo mimi naondoke, inshallah tutakuja kuonana siku nyingine mwanangu. Sawa baba. Mangu, vipi hali? Salama tu. Kwema? Kwema mzima. Lakini huku kwema? Muendeleaje huko nyumbani? Huko tunashukuru, alhamdulillah. Bangu wangu yupo? Yupo. Haya basi sawa. Haya. Lazia. Habari Lazia. Siku nyingi sana unajua tangu niondoke, na nimerudi kwa ajili yako. Kwa ile mipango ambayo tulikuwa tumeongea muda mrefu sana. Lakini pia umekuwa mrembo sana. Vipi lakini uko sawa? Mimi sio Razia na wala sikujui. Unajua sasa kunitania.
Unamaanisha nini ukisema hivyo bana? Hebu acha masiara yako bana. Mimi so Razia na wala sikujui. Hebu acha masiara bana. Mbona kama uko hivyo sasa na wewe? Unaanza tena kunibadilikia. Shida nini? Nimekwambia mimi so Razia na wala sikujui. Na ukiendelea kunifatafata nitakuitia mwizi. Ozumari langu lia kwa hisia za kale, moyo wangu unaanza kuhofu, nakumbuka tabasamu lako na maneno yako matamu. Oh, majuto ni mengi bila wewe peke yangu. Vipi ndugu yangu? Mbona si kawaida yako kuwa hivyo? Sijakuzoea kabisa hivi. Hebu niambie tatizo lako ni nini? Unajua bro, kuna kitu ambacho kinanipa sana mawazo. Unajua kipindi nilivyokuwa niko huko, nilivyokuwa nasoma, kuna mwanamke nilikuwa nina mahusiano naye, anaitwa Ladhia. Sasa juzi nimekutana naye kwenye kile kibanda cha kahawa pale alikuwa anapita. Nikamsimamisha, nikawa naongea naye. Cha kushangaza, ananiambia kwamba anijui na wale sio Razia. Hili jambo linanitesa sana kiasi kwamba hata sielewi. Mdogo wangu, mwanamke anaitwa Razia. Mtaa wetu kuna mwanamke mmoja tu, na huyo ni mke wa Zajalini. Unataka kuniambia ameolewa? Ndiyo, ameolewa. Tena huyo jamaa ana roho mbaya, tena ni mkorofi kweli kweli. Kwa hiyo ninachokuhusia mdogo wangu, kuwa makini. Hilo jambo achana nalo kuanzia hivi sasa ninavyozungumza na wewe. Huyo mtu achana naye, kwa sababu ni mke wa mtu. Hivi mume wangu, unajua Razia toka ameolewa kipindi sasa kishapita miaka 3 tena inaendea 4, lakini hajawahi kubeba hata ule ujauzito. Sasa hapa najiuliza, ni mtoto itakuwa na matatizo au sababu yule mumewe umri ushaenda? Hapana mke wangu, hizo ni dekadi mbovu kabisa. Unajua mke wangu, katika swala la ndoa, juu ya swala la kupata mtoto ni majaliwa ya kijalali. Unafahamu? Unaweza ukaoa ukapata mtoto hapo hapo. Unafahamu? Pia unaweza ukaoa ukachelewa kupata mtoto, Allah amekuwekea huko mbeleni. Lakini ikawa pengine ni majaribu, Allah anakujaribu, anaangalia, je, utasubiri ama utakufuru? Kwa hiyo kwa jambo hili mke wangu, ningeomba tuvute subra inshallah. Allah ataleta kheri. Majaliwa sawa, lakini hivi ule umri wa ule mkwe wako umeutizama? Lakini yule baba kazeeka pale, unamfubaza tu mtoto. Mke wangu, hebu nisikilize mke wangu, usiangalie umri wa mtu. Ule uzee usikutishi, hawa wazee wa kuogopa kabisa. Kwa unataka kuniambia mzee na kijana, mzee ana nguvu kuliko kijana? Hapana, simaanishi hivyo mke wangu, simaanishi hivyo. Lakini hebu tuvute subra, tuangalie shamba. Allah ataleta kheri mke wangu. Kuwa na imani, usiwe na mpotofu.
Ni wewe tena? Umefuata nini? Hivi Radhia, yaani juzi umepita pale, nimekusimamisha, umeniambia haunijui kabisa. Hivi unachokifanya wewe ni sahihi? Unakiona kabisa? Yaani unajua kabisa kwamba ni wewe mwenyewe na tunajuana fika, lakini unachokifanya wewe unanifanya haunijui kabisa na unanipotezea. Osman, hii sio sehemu sahihi, naomba ondoka. Radhia, niende wapi? Ondoka, nitakutafuta kwa muda wangu. Hujui wewe hapa ukiwepo unanitafutia matatizo gani? Ondoka. Ondoka. Bwa mdogo, wewe nakuambia kabisa, usijitie ashuo kabisa. Yule mke wa mtu. Sasa wewe jifanye ni mtu ambaye usikie hichi ambacho nakuambia. Yule ni mke wa mtu. Sasa wewe leta mapepe. Kwani wewe ni nani? Usije kujua mimi ni nani. Yule ni mke wa mtu. Achana naye mapema sana iwezekanavyo. Si unanielewa? Endelea sasa. Mrembo wa Zajalini. Naam. Na kuona upo. Siku hizi unajitenga uonekani. Kuona mtoto unazidi kupendeza yani. Yaani mtoto unavutia, sasa hivi utumii mkorogo, yani ndio picha yako. Yaani mtoto mzuri. Yaani wewe mzuri sana wa kusifia wake za watu. Mrembo wa Zajalini. Naona siku hizi wanawiri, wapendeza siku hizi, wapata matunzo. Wewe kwani hupati matunzo wewe? Nakuuliza uko kwani wewe hupati matunzo? Au hutunzwi baba na mama wewe? Nakuuliza wewe hutunzwi baba na mama wewe? Uko kiviona vya ng'ara ujue hivyo vyalindwa na walinzi nsie. Si watu wengine. Sitaki mazoea na mke wangu. Nakwambia tena sitaki mazoea na mke wangu. Nitakufanya jambo lilokuwa baya na halafu hii dunia meje nione chungu. Nitakugeuza nyani sasa hivi. Maana nitia hasira tu kila nikikuangalia. Nitakupiga sasa hivi mko mawe. Shemeji unakimbia nini? Ngoja kwanza tuongee. Kwa hiyo shem bwana, ndio hivyo. Yaani sielewi. Yaani naona mazonge matupu tu. Sawa, lakini shemeji, unajua katika huu mtaa yule Zajalini ndo bwana. Lakini ninachokuomba mie tu uwe makini tena sana. Unajua najikuta siwezi. Yaani siwezi kuachana naye. Kwa sababu najikuta kila nikijaribu kufanya hicho kitendo siwezi kabisa. Lakini uwe makini sana. Tena uwe makini. Na ule Zajalini ni mtu mbaya, tena mtu mbaya sana. Umenifahamu? Unajua mzee, mimi namsikia tu. Lakini sijawahi kukutana naye. Nakareleke kule bondeni kule Nkenge ile mihogo tupate angalau kuchemsha tule na watoto. Mume wangu. Mihogo michanga ile unataka kuiusudu? Karibu. Karibu sana. Salama kabisa. Alhamdulillah. Wema kabisa. Nikushukuru Mungu. Karibu sana. Karibu. Huu mzigo huu wenu. Mashaallah. Barakallahu khair. Mke wangu Zia. Baraka neema ya. Asante baba, ubarikiwe. Mashaallah. Basi banko. Naam. Na hii ruzuku kidogo tu itatusaidia. Mashaallah, barakallahu khair. Mashaallah. Mkwenda moyo huyu. Mke wangu Mzia. Vipi lakini habari za hapa? Nashukuru mamkwe. Unakuja hapa nyumbani. Unakuja kutusalimia wakwe zako, na pia stoshe
unatuletea zawadi. Hakuna zawadi ndogo kama hivyo, unatuletea mchele, nazi, kitoweo, samaki ama nyama. Ni adimu sana baba mkwe sisi kupata hivyo vitu. Hayo mambo madogo madogo tu hayo mkwe wangu, wala msijali hasa. Lakini baba mkwe, kuna kitu kimoja mimi kinanishangaza sana. Kishaona? Najua wewe unakuja hapa kutusalimia. Kishaona? Lakini sasa kuna mwenzako ambao umemchukua hapa nyumbani, ambaye hapa ni kwake. Natoka ulipomuoa sikumbuki kupatia mguu hapa nyumbani. Tatizo liko wapi? Labda kwenye swala kama hilo mkwe wangu, mimi nataka nikutoe shaka, lakini naona huenda ikawa malezi yenu wenyewe mlivyonlea, na ikalezo zile malezi ambalo kwa nyewe mnanlea, yeye kaachukua vile vile. Pengine wenyewe mnanlea, mnamwambia mwanangu, wewe ni mtoto wa kike na unatakiwa ukiolewa ukae kwa mume wako, usitoke pasipo na ruhusa yako. Lakini mimi kwenye hilo, mimi mke wangu mnaruhusu, akitaka kuja nyumbani aende au aje, ruhusa yangu ipo. Na ikitokezea suala la nsiba hapa mtaani, pia naruhusu aende na wenzake. Mwanadamu si wa kujitenga peke yeye. Sawa? ndio mimi wangu nikutoe shaka, na nikirudi mimi nitakwenda mwambia. Itakuwa umefanya jambo moja zuri sana. Haya basi mimi nitaka niwache kidogo, maana na haraka na kimbilia huko, kuna mtu na hadi naye. Baba mkwe jamani. Si ndio mimi nataka niinuke hapa nikapike. Mkwe. Basi mambo mengine yataendelea. Basi haya, asante, shukrani. Karibu tena. Karibu sana baba. Haya, asante. Inshallah. Haya, mkono kuna hiyo shaletewa. Rehema za Allah, rehema za Allah. Mwenyezi Mungu Bwana hamwachi mja wake. Kweli tunaambua tunapokosa tusikufuru, tushukuru kwa Allah. Kweli. Osman, usinichukulie vibaya kwa vile nilivyokuambia. Kwa mimi sio Radhia na wala sikujui. Nina sababu zangu za msingi za kukwambia vipi. Maana mimi nimeshaolewa, kisha mume wangu ni mkorofi sana. Okay, sawa, mimi nimekuelewa hicho ambacho umekiongea. Lakini kitu ambacho nataka ukisikia kutoka kwako ni kitu kimoja tu. Hivi ni kweli unanipenda? Osman, ndio nakupenda, lakini basi. Kwa maana kitu ambacho nilikuwa nataka nikisikie kutoka kwako ni hicho tu. Mimi nimeridhika. Sio mbaya. Tendo la ndoa, tendo la ndoa. Nashukuru sana kwa muda wako ambao umenipa kwa siku ya leo. Tumetembea, tumezunguka. Nashukuru sana, lakini si vyema ukaondoka. Ungeingia hata ndani kidogo ukaenda kupata tabaraka. asante, lakini tumetembea, tumepiga story, tumefurahi, muda umeenda. Unamjua mume wangu mkali. Tutaingia siku nyingine. Kwaheri. Okay, sawa. Haina shida. Nikutakia siku njema tu.
Niambie mwanangu. Freshi. Da, kitambo sana ndugu yangu. Mwanangu maisha. Ni kweli mwanangu. Yaani mwanangu tangu ulipoondoka mwanangu. Yaani nipo doro. Da, sema kweli kipindi kile uko shule unajua uko fulani mwanangu ulikuwa mtu fulani Mwanangu. Da, unajua tangu nije hapa nimekuja kama wiki iliyopita. Na sasa ndo tunakutana unajua. Hivi ulishakutana na Lavia? Oya we. Yaani utakapoonana na mie. Yaani usinitajie mambo ya Razia. Hebu nipishe nipite. Kindoki ana nini? Kwa hiyo Razia ana nini? Haya. Watoka wapi wewe? Mama natoka hapo kwa mama Aisha tu kusuka. Mama Aisha yupi? Hapo. Sijakukataza wewe kwenda safari za ovyo ovyo. Si nishakwambia kama safari za ovyo mimi sizitaki. Sina mama yake Aisha wala mama yake Mwajuma wala Kombo. Hapa nataka ukae nyumbani tu wewe. Sijakukataza wewe. Ina maana mimi nikizungumza wewe wachika. Wanifanya mimi mjinga sio? Haya, nataka uende ndani. Bado tu wacheka wewe. Takubea mkono sasa hivi kwa vimeno. Cheki bado acheka tu. Kama mimi nazungumza jambo la matani. Jamaa yangu. Naam, kuna nini tena? Ongea na ndugio. Hiyo ngoma ichezayo si kiasi che. Kakufanya nini mdogo wangu? Usitaki kujua kanifanya nini. Lakini nakutahadharisha, mwambie ndugio. Ngoma ichezayo si kiasi che. Nitakuja mfanya jambo hii dunia aione chungu. Huwezi. Ina maana mimi nakwambia umonye ndugio. Bado wewe wanitolea ujeuri mie. Nakwambiaje? Nyote wanaume mtayamaliza wenyewe. Usinisumbue akili yangu. Sasa tutajua na sie. Mimi ninachokwambia usinitolee jeuri. Nitakuunganisha wewe na ndugio. Mimi na jeuri hii. Sijapata kuona ajabu ya Rahmani. Mimi shoga yangu. Safi. Mzima lakini. Mimi mzima wa afya. Upo? Nipo, nimejaa tele. Nataka kuonekane uonekane. Mwenzangu nimeamua kutulia kwangu. Haya. Osmani karudi. Na baada ya kurudi, yani kashikilia pale pale aishi na Razia. Na mimi yani nimemkatalia kata yule mtoto achane naye, lakini bado hanisikii lolote kwa chochote. Unajua nini? Mimi najua kila kitu kuhusu story ya Razia na Osman. Lakini kimbeme kipo kwa babake. Unajua huyo baba na mkwewe. Asikila mwazini wala la mdani swala. Yaani mimi nimeongea mpaka nimetoa mikono. Yaani yule baba huna cha kumwambia kabisa na mkwewe. Unajua hili swala nimelipigania mpaka nachoka. Na Razia toka ameolewa uweze amini. Hapa nyumbani hajakanyaga. Sasa sijui kama anajua kanikasirikia mimi labda nimeshindwa kumtetea hata sijui. Lakini kiukweli naonea huruma.
Na chengine, huyo shemeji yako kama umemsihi ukamsihi haswa, maana mkwe wetu yule ninavyomuona mwenzangu si mtu mzuri. Tena hana wema hata kidogo yule baba. Amuogope. Basi haya, mimi ndio hivyo naenda zangu. Jamani, mimi ndo napika mama, mtuma mtoto dukani moto mpaka unaisha. Kwa ndo mtu unaenda. Sijui tena kana anafungua duka lake. Haya, kwa heri, hamna shida. Haya, poa, karibu. Hivi Lazia, mbona kila tunapokutanaga nikikutajia tu swala la mapenzi unakuwa ni mgumu sana kuelewa na hautaki kabisa kusikia stori hizo? Au kwa sababu ushaolewa ndo haunipendi tena? Kukupenda na kupenda, ila kwa sasa kwa swala hilo vumilia tu. Sasa maana yake nini hapo? Huo upendo wako kwangu mimi una maana gani? Mimi sioni chochote kutoka kwako. Hata hivyo, kwanza nimeshachelewa nyumbani, ngoja niwahi kwanza, tutaonana siku nyingine. Lakini Lazia, sasa unaondoka vipi lakini? Tendo la ndoa, tendo la ndoa, Bwana mkubwa, nakumbuka nilikupa onyo. Ulinifuata kuhusu mke wa Zajalini na nilikupa taarifa zake. Sawa. Ulikuja ukazungumza mambo mengi sana. Lele. Kuna 1, 2, 3. Nikakupa taarifa zao. Kakwambia Zajalini ni mkorofi kweli na mke wake. Lakini hukunisikiliza. Jana nimepita pale kundeni kwake. Wakati natoka na safari zangu kule na kuja zangu hivi. Basi kanisimamisha na kunipa maneno makali sana. Maneno makali mno. Aliniambia kwamba mdogo wako ngoma anaicheza si size yake. Ambia atafute ngoma iliyo size yake. Mimi nitakuja nimpoteze mara moja. Sasa baada hapo bro ukamjibu vipi? Mimi nilijibu dharau tu. Mimi nikamwambia hauwezi. Sasa kwa nini umjibu dharau? Wakati unajua fika kabisa ule mtu ni mbaya. Upate kunifahamu, maana kwa hivi utakuwa unifahamu. Unifahamu kabisa. Unajua ulichokifanya, mimi naona naweza nikasema kwamba sio kitu kizuri. Ni bora tu ungemjibu vizuri basi tu. Lakini okay, sawa. Acha nyeshe tuone panapovuja. tendo la ndoa, tendo la ndoa, tendo la ndoa. Mume wangu. Naam. Kwa nini mimi sipati haki kwenye ndoa yangu? Sasa wewe mwanamke wateseka na nini? Icho unachoteseka wewe wateseka na nini? Mbona sina raha kwenye ndoa yangu? Sipati haki za kibinadamu. Wewe ulikuwa wakati humu ndani? Au huvai wewe? Hupati pa kulala pazuri? Kuna kitu gani ambacho kwa wewe wataka wakideni haki? Kitu gani? Hivyo vitu unavyonipa hata kwa babangu nilikuwa navipata, na hadi sasa hivi nikienda ninaweza kuvipata. Mbona wewe mwanamke huna shukurani hivi wewe? Hapa kunkuja tumikia ndoa. Hujaje fanya jambo jingine. Kwa hiyo sasa ninalotaka mimi utumikie hii ndoa. Tu basi.
tendo la ndoa, tendo la ndoa, tendo la ndoa. Shikamoo mzee. Marhaba. Mzee, mimi ndio yule kijana ambaye nilikuwa na mahusiano na mwanao kwa muda mrefu sana, tangu tulivyokuwa tuko shule, lakini kutokana na masomo tukatengana. Mimi nikaenda nje kidogo ya mji, lakini nashangaa nimekuja kurudi nakuta tayari ameshaolewa. Sijaelewa hapo, kwa sababu mimi na yeye ukiangalia tunapendana sana na tumeongea vitu vingi sana hapo nyuma, lakini nashangaa hili jambo limekuwa hivi. Umepata hapo ujasiri wa kuja kuzungumza mbavu huo nyumbani kwangu? Hivi wewe ni mwanaume kweli? Wewe ni kiburi au jeuri au jasiri kiasi gani unao? Sasa basi, kama wewe ni mwanaume, nenda nyumbani kwake, nenda kamchukue binti yangu na uje naye hapa. Ukifanikisha hilo, mimi nitakuozesha. Mzee, mimi nakuhakikishia kitu kimoja tu, kwa maana nakuhakikishia naenda kumchukua kwa huyo kikongwe wake na nitakuja naye hapa. Hilo mzee liweke akilini. Tendo la ndoa, tendo la ndoa. Ladhia, yaani kila siku nikutajia swala la mapenzi, wewe hutaki hata kulisikia. Sasa kitu ambacho mimi nataka leo ni kitu hichi kimoja, unithibitishie kutoka kwako. Kama unanipenda kweli, basi nakuomba uingie ndani. Lakini itakuwa tatizo kubwa. Tatizo gani Ladhia? Unajua Ladhia, hicho unachokifanya mimi unaniumiza mimi. Naumia kweli kweli. Hivi unavyoniona mimi naumia kila siku nikikuona hivi. Hebu ingia ndani bana. Unajua mimi nazidi kuumia sana huwa kila siku nikikuona hivi. Mimi nilitamani sana nije nikuoe, lakini mwenyewe ukashindwa kuvumilia, ukaamua kuolewa na mzee, tena mzee mwenyewe sijui nini. Hili swala mimi bana, mimi sitaki kuelewa leo. Mimi nakuomba tu ingia ndani. Au nipendi? Au nipendi? Nakupenda. Basi ingia ndani. Ingia ndani basi. Tendo la ndoa, tendo la ndoa, tendo la ndoa. Ladhia, hichi ambacho nimekutana nacho leo ndio mara yangu ya kwanza. Sijawahi kukutana na kitu hichi tangu nizaliwe. Unataka kuniambia kwamba wewe hujawahi kuingiliwa hata siku moja? Alafu isitoshe uko kwenye ndoa miaka 4 na mumeo. Yaani inawezekanaje? Na hii ndo sababu ilionifanya nikukatalie kila siku. Kwa sababu mimi sikuolewa na ule mbabu. Mimi niliolewa na mzimu. Nini? Na sheria iliyowekwa kwa mimi nisikutane na mwanamume. Hata yule mzee hajawahi kunigusa. Nilifanya hivi kwa sababu nakupenda, kwa sababu ulinilazimisha. Hukumu iliyowekwa, kama mimi nitakutana na mwanamume, ima atakufa yeye au nitakufa mimi, kama sadaka ya mzimu. Mimi?
Mzee, nilikuahidi kwamba nitakuja na binti yako hapa, lakini cha kusikitisha ni kwamba nimekuja na nguo tu hizi. Mchezo mimi nilikuwa naujua vizuri tu, na binti yangu ameolewa na mizimu. Sitoshe, aliwekewa masharti ya kwamba hatakiwi kushiriki tendo la ndoa na mwanaume yoyote katika maisha yake yote, na pindi akifanya hivyo basi itakuwa ndo kafara kwake. Binti yangu kama alithubutu kukutana na wewe na hali ya kuwa anajua kwamba pindi akifanya hivyo inakuwa ni kafara kwake, basi binti yangu inaonyesha alikuwa ana mapenzi ya dhati sana kwako. Lakini sasa binti yangu kama leo amekufa, basi kuna sehemu nyingine amezaliwa tena upya, na atakuwa ni binti ambaye yupo huru, sio yule ambaye aliolewa na mizimu. Mimi nakuahidi kitu kimoja tena, hata kama nitakuwa ni kikongwe kiasi gani, lakini nitaendelea kumsubiria tena kwa hamu zaidi, kwa maana tulipanga vitu vingi. Sasa nataka niendeleze kile ambacho tulikuwa tumepanga kwa muda mrefu. Leta maiki. Akose kula huo muhogo. Maana nitakuja na samaki humu na nitakuja na nyama ashinde kuitafuna. Yaani ukhani. Aicheka sana. Sema kucheka cheka. Wewe mbona ulipocheza? Alipompatia wewe. Sikacheka kamunganishe huko. Hivyo ndo unapotakiwa. Ile kitu kyako sasa unyoshe hapo hapo. Unacheka. Usife kizembe. Sababu ni ukhanisi huo. Kile ngafuni ile. Nini hapa? Hivi Lazia. Radhia. 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 Razia. Ndo vipi ndo la Fozi. Twende. Stand by. Endelea. Action. Ni wewe tena? Umefuata nini hapa? Ipi naambia. Pause. Rashid. Kuna vitu vitatu nataka vitaje vya binadamu vya muhimu. Kuli kwa wakati, uvai vizuri, ulali pazuri. Basi naendelea hapo hapo. Hapo take two. Action. No, usicheke. Usicheke kabisa. Serious. Zipo za kucheka lakini usicheke. Yaani ongea naye kama una hasira. Ila mimi ndo nakuja kucheka na mie. Happy tuendelee, happy. Unaona hebu niangalie. Usicheke. Unaona hivyo ulivyo? Usicheke. Kimbembe. Eti kimbembe. Usicheke. Yaani tatizo ni hilo unacheka tu lakini wewe uko vizuri usicheke. Please tulia, relax. Tayari kazi umeweza. Serious. Usimwangalie mtu, yani focus na wewe unayecheza naye. Usimwangalie yote kutoka nje. Haya, stand by. Action. Kisha kumpiga kibao. Usicheke, ni nzuri ile. Rudi. Ile nzuri amka. Rudi haraka. Anacheka yeye yule. Anacheka kwa sababu huyu. Nzuri. Unacheka umeenda naye vizuri. Sina nini kwanza? Basi. No, hiyo basi hiyo unatakiwa yani mtu anakuambia lakini unamkatia yani ile usikutaki uje mwenye. Haya poa. Basi. Okay, nakupenda lakini basi. Kwa maana kitu ambacho nilikuwa nataka nikisikie kutoka kwako ni hicho tu.